Kwa jina naitwa Ahmed Juma Mikapa, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Lindi. Nimewaiteni leo hapa kuja kutoa shukrani kwa serikali yetu ya mkoa pamoja na serikali kuu kwa mashirikiano ambayo tumeshirikiana toka serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani mwezi Januari mwaka 2022 mpaka mwezi Agosti 2025. Kama jumuiya tumefanya kazi kwa karibu na serikali ya ofisi ya mkuu wa mkoa kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo tunakabili za kimkoa na za kitaifa. Pale ambapo tulikuwa tunapata matatizo au changamoto kwenye kibiashara, mara nyingi ilikuwa tunawasiliana na ofisi ya mkuu wa mkoa kuona jinsi gani changamoto hizo tunaziondoa na kuweza kufanya wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao kwa uzuri na kwa ufanisi zaidi. Kwa maana hiyo nimeiteni hapa ili kutoa shukrani zote kwa ujumla ambazo katibu wangu wa mkoa ataanza kufafanua na kueleza yale yote ambayo yametekelezwa na serikali ya awamu ya 6 mpaka kufikia mwezi Agosti 2025. Ndugu waandishi wa habari, jina langu ninaitwa Shadrack John Machela, katibu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Lindi. Katika kumpongeza na kuipongeza serikali yetu, kumpongeza rais na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 kwa mambo ambayo imekuwa inashirikiana nasi kama jumuiya ya wafanyabiashara katika kutekeleza na kuleta maendeleo. Kuna baadhi ya mambo machache ambayo tumeweza kuyaona kwamba serikali imekuwa pamoja nasi au imesikiliza yale ambayo tulikuwa tunajaribu kuwasilisha kwa maana ya utatuzi mbalimbali ili kuweza kurahisisha masuala yetu ya kibiashara. Kuna mambo kama nimegawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mambo ambayo yametekelezwa kwenye sekta ya kodi. Lakini sehemu ya pili itakuwa mambo yaliyotekelezwa kiutawala. Sasa nikianza kwenye eneo lile mambo ambayo yametekelezwa kwenye sekta ya kodi, nitaanza na moja, kupandishwa kwa viwango vya usajili wa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, ambapo kiwango cha usajili wa VAT kimeongezeka kutoka shilingi za Kitanzania milioni 100 hadi milioni 200. Hii ni kiwango ambacho angalau tumeona kwamba hatua imesogea, maana kutoka 100 kwenda 200 kuna hatua, na tunaamini kwamba serikali katika ombi letu tulitaka kwenye milioni 500. Najua kwa kadri tunavyoendelea nao basi inawezekana Mheshimiwa Rais na serikali yake watakapoguswa wanaweza kutupandisha sasa kutoka kwenye kiwango hiki kidogo tukapanda tukaongeza mpaka kile cha juu. Lakini kipengele cha pili ambacho tumeona kwamba tuwapongeze pia ni kuhuishwa kwa kiwango cha ushuru wa huduma kutoka kiwango cha 0.3 hadi 0.25. Hapa napo angalau tumeona kwamba serikali imeweza kusikia, napo tunaipongeza. Lakini cha tatu ni kushushwa kwa ushuru wa hoteli levy kutoka 10% hadi 2%. Pengine kingine ambacho tunaona kwamba tuwapongeze ni kupunguzwa kwa viwango vya faini ya makosa ya EFD kutoka shilingi milioni 4,500,000 hadi milioni 1,500,000 kwa mzigo usiozidi thamani ya shilingi milioni 7,500,000. Lakini si hivyo tu, ni pamoja na kupunguzwa kwa utitiri wa viwango vya tozo. Ijapo kuwa haijafikia pale ambapo tulitamani, lakini zimepungua ukilinganisha na wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani.
kulikuwa na utitiri mwingi sana wa kodi. Yapo ambao tumeona kwamba nayo ni ya msingi tukiipongeza hasa serikali yetu ya mkoa, ambapo sisi tuko katika mkoa huu. Katika mkoa tumeona kwamba tumekuwa na mahusiano mazuri kati ya serikali na wafanyabiashara, lakini pia hata uongozi wa sisi wafanyabiashara. Ukichukua ofisi ya mkuu wa mkoa tumekuwa na mawasiliano mazuri, lakini hata idara ya kodi, manager na ofisi yake ya mkoa tumekuwa tunakutana na kuweza kujadili mambo mbalimbali yanayohusu kodi. Hasa hii tunaona kwamba sisi ni fursa ambayo kama wanakubali kukaa pamoja nasi katika dawati moja tukashauriana, hili tunaona kwamba ni hatua, na ndio maana tunaona kwamba ni vyema kuwapongeza. Tunapopongeza tunamaanisha ya kwamba kuna kitu kimefanyika. Kwa hiyo ndio maana tukasema hivyo. Lakini pia kuondolewa kwa kikosi kazi cha wenyewe walikuwa naita task force. Hapo mtakumbuka hata ninyi kwamba tulikuwa na kikosi ambacho kilikuwa kinapita kukagua kwenye maduka kwa kutumia nguvu, wakati mwingine kwa mtutu, lakini tumefika sehemu hili naona kwamba ni la utawala, kwamba sasa hatuna kikosi hicho. Tunalipa kodi bila kwa shurti, bila kuja na mabunduki. Kwa hiyo hii tunaona kwamba nao ni hatua, ni vyema tukaipongeza serikali kwamba imechukua hatua. Ambalo naweza nikaona kwamba ni katazo katazo la ufungaji holela wa akaunti za mabenki katika mabenki. Mtakumbuka hapo nyuma nafikiri ilikuwa shida kweli. Ilikuwa kukiwa na tatizo kidogo, serikali inakimbilia kufunga, au kama ilikuwa ni TRA zinafungwa. Sasa hivi tumefikia sehemu kwamba serikali imeweka katazo kwamba hawawezi kufunga akaunti zetu. Kwa hiyo tunaweza tukafanya biashara bila kuwa na wasiwasi. Lakini hayo yalikuwa ni katika maboresho ya utawala, lakini kwenye mambo ya utekelezaji pia wa kisera tuna mambo machache pia ambayo nayo nifikiri kwamba ni vyema tukaipongeza serikali. Moja ni kutungwa kwa sheria ya kuzuia wageni kujihusisha na biashara zinazostahili kufanywa na wazawa. Hili nafikiri mtakumbuka kwamba Wachina walikuwa wametapakaa kila sehemu, wanafanya mpaka biashara za mandazi. Sasa hii sio. Bado tunashukuru kwamba serikali imefanya kwa kiwango chake, nasi tunaona kwamba ni vyema sasa ikaendelea kutusikiliza ili tukaweze kufanya biashara zetu bila kuwa na usumbufu katika nchi yetu wenyewe. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.